My name is Jun Cheol-yoon from USA. Then I came from USA, Korea to here. Then my title is World Taekwondo Pumse Referee Chairman. What is the program in general? This program is from IOC. Then they invite me, and finally I'm here. First time when I get here, I'm so exciting. Then I wanna helping to whoever live this country. First my word I say, no pain no gain, because this much pain, this much gain. So but everybody done through really well. Almost 2-week training. Sometimes most of the day morning training and afternoon training, 2 hours each, and someday all in the morning training for special training, like military training for strong spirit, and sometimes in nighttime training from 9 o'clock to 11 o'clock. That one is for personal training, whichever they need more practice. Then they don't really well. Can you tell us what the objective of this program? Kwanza kwamba mchezo unahitaji kusambaa zaidi. Unaona, kadiri utakavyokuwa na watu wengi, utakavyokuwa na mvuto kwa watu wengi, pia utavutia tunaita corporates. Corporates ndio wanaoweza kutoa pesa. Fedha haiwezi kuendeshwa kwa hela za kutegemea chama peke yake. Mchezo hauwezi kuendeshwa kwa kutegemea kamati ya Olympic peke yake. Kamati ya Olympic ina wanachama zaidi ya 40 ukiondoa direct na indirect. Lakini sasa lazima mchezo kwanza uwe na wapenzi wengi. Kadiri utakavyokuwa na wapenzi wengi utavutia pia media. Na ukivutia media maana yake utavutia makampuni. Kwa sababu makampuni yanataka kutumia michezo kusambaza bidhaa zao. Na kwa misingi hiyo maana yake watatoa sponsorships ikiwa nazo nzuri ili kusaidia, kwa sababu michezo ni gharama. Lazima tukubaliane, michezo ni gharama. No matter unapenda kiasi gani, usipokuwa na uwezo pia wa kifedha huwezi kwenda mbali. Sasa lazima mchezo wote ugeuze katika bidhaa ambayo inauzika. Okay? Unaigeuzaje? Ni pale utakapokuwa na wapenzi wengi. Sasa kampuni zinawalenga wale wapenzi, si ndio? Kwa hiyo kwa kupitia wewe, wao watawafikia wale walengwa wao. Kwa hiyo wao watabenefit na wewe utabenefit. Tusipokuwa na mpango wa kususi wa kuhakikisha kwamba mchezo unakuwa na watu wengi na yani sio lazima wa kucheza, hata wale mashabiki, yani watu ambao wanaufuata huo mchezo, bado kutakuwa na struggle. Sasa huko chini ni kugumu, lakini ili uende na hiyo lazima ujipange, unaanzia wapi, unakwenda wapi. Mimi huwa napenda kuwa mkweli. Nikiangalia mchezo wa taekwondo lazima wawe na mpango na waseme wanajiona wapi katika miaka 10-15 ijayo. Kwa sababu tukisema kwa jinsi ilivyo kwamba 2028 tutawapeleka Olympic, tutakuwa tunawadanganya. Umeelewa? Lakini kuna possibility kwamba wao wakiwa na lengo wakasema sisi 2032 si ndio tunataka twende, na wakawa na mpango wa kufuatilia, wanaweza. Kwa kitu cha kwanza ni mpango, lakini mpango ambao utaupeleka mchezo kwa watu wengi zaidi, kwa maeneo mengi zaidi, wakianzia huko chini kwenda juu. Sasa kuupeleka kuna vigezo vingi. Unahitaji uwe na makocha. Tumeanza hapa wako 10 tu walopita, manake hawatoshelezi. Lazima pia wawe zaidi, lakini sio wote wawe na ngazi hiyo. Lazima waende ngazi nyingine za juu zinazowezekana. Sisi tunatoa scholarships, japo si nyingi, lakini tunatoa scholarship kwenda Hungary, tunatoa scholarship za PISAC, tunatoa scholarship kwenda Colorado. Okay? Wakishafika kiwango fulani wanapelekwa. Lakini hata katika wachezaji wakiweza wao pia kupeleka wachezaji wakafika kiwango wakaweza kuingia kwenye World Championship yao, lakini akawa maybe kwenye finals. Sio lazima achukue medali. Kiweza kuwa kwenye finals, sisi tunatoa ziko scholarship kwa wachezaji. Okay? Kila mwezi anapata $1,500, si haba, si ndio? Ili aweze kujiandaa kwa Olympic inayofuata.
Kwa hiyo challenge yangu iko kwao, iko kwa viongozi, lakini pia iko kwa wale wenyewe walohitimu kwamba wana jambo kubwa la kufanya. Je, vision yao ni nini? Na iwe vision ya ukweli. Maana unaweza kuwa na vision ukasema mwakani mimi nitakuwa bingwa wa dunia. Hiyo sio vision ya kweli, kwa sababu muda ni mfupi na nini. Kwa hiyo vision ya kweli kwamba jiambie wewe mwenyewe kwanza kwamba mimi bwana niko hapa. Unajitathmini pale ulipo. Kitaalamu tuna kitu wanaita SWOT analysis. Uwezo wako ulioko sasa hivi, weaknesses zako ni nini, ziko opportunities gani nje na vitu gani ambavyo lazima uvilenge ili uhakikishe havitakuzuia. Wakishaitengeneza ile, then wanatengeneza mpango ambao wanasema hapana, sisi tunaamini in the next 10 years tunaweza tukatoa hata youth champion. Kwa hiyo kwangu mimi ni muumini wa mipango na ninaamini mipango itawapeleka. Kwa hiyo wale ambao hawakupata bahati, kwa sababu hizi kozi zina limitation ya washiriki, wale ambao hawakuwepo katika training hii waweze kupata ushawishi ili kusudi tuweze kutengeneza training nyingine zitakazoweza kuwachukua wao. Kwa hiyo wale ambao waliopata marks za kubalika na wakafaulu, basi wao watakuwa mfano wa kuweza kuliendesha hili jahazi la taekwondo. Na tumetoa wito pale, tumewasisitiza kwamba kupitia wao basi waweze kwenda kuanza, kwa sababu vijana 10 wakianzisha vilabu, tutakuwa na vilabu 10. Kila klabu kimoja kitakuwa na minimum watu 20 mpaka 30. Kwa hiyo watu 30 mara 10 karibu ni watu 300 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo watu 300 wa rika mbalimbali. Tukichukulia ya mtu ambaye ana miaka 15 sasa hivi au 12, katika Olympics zinazokuja zote mbili anaweza akaja akashiriki. Kwa hiyo tumewekeza kwenye hilo, na wale ambao hawakufaulu basi iwe ni changamoto kwao kuongeza jitihada na juhudi, waweze kujifunza zaidi na kuangalia wale walioshinda walitumia mbinu gani ili kusudi na wao waweze kufaulu. Wakisha faulu na kutambulika, tutawapa leseni ambazo zitawezesha wao kufungua vilabu na vile vilabu kuweza kupata wanachama. Kwa hiyo tukiwa na watu 10 tunaweza tukawa na takriban wachezaji labda 300. Tukiwa na 20 ina maana ni 600. Kwa hiyo 600 watazalisha na watu wengine katika michezo yao, katika hizo klabu zao. Naitwa Samuel Osia Kivuyo, nimetokea Arusha. Ni mkufunzi wa mafunzo ya ukocha yaliyofanyika kwenye ukumbi huu. Ni mafunzo nimejifunza vitu vingi, jinsi ya kuwafundisha wanafunzi kwa usahihi kutokana na mabadiliko ya World Taekwondo. Pia kwenye mafunzo haya nimejifunza hatua ambazo zinatakiwa kufanywa ili kuweza kuwavutia watu tofauti tofauti kwenye mchezo huu. Na pia tumejifunza vitu vingi sana chini ya Grandmaster Yoon ambaye ametoka Korea. Pia nipende kuchukua nafasi hii kushukuru uongozi wa Olympic Tanzania pamoja na TTF, Tanzania Taekwondo Federation, kwa kutuchagua kuja kujifunza. Naitwa Laika Gerard Mboya, nimetokea Dar es Salaam. Ni kwamba nimejifunza vitu vingi kutoka kwa mwalimu wetu, ambao mambo mengine tulikuwa hatuyajui, sasa hivi nimeshayajua, na nataka nikitoka hapa niende nikawape wenzangu pia nilichopewa. Na baada ya mafunzo haya pia na mategemeo kwamba miaka ijayo mingine nitakuwa kuna watu ambao wanajua, yani wanafunzi wenzangu wanajua kama mimi ninavyojua sasa kile nilichofundishwa.